Maandiko yananiambia kwamba maovu yenu yamegeuzwa, maovu yenu yamegeuzwa, ndiyo maana mnashindwa kuyapata yale ambayo yalikuwa ni mema katika maisha yenu. Maovu yenu yamesababisha mshinde kupokea lile jambo ambalo ni chema katika maisha yenu, lile jambo ambalo ulilokuwa unalitenda ambalo lilikuwa linasimama mbele za Mungu kama jambo ovu, limesababisha uweze kushindwa kupata yale yaliyokuwa mema. Nataka niseme kwamba iko dhambi ambayo inasababisha wewe ushindwe kupata yaliyo mema. Mpango wa Mungu kwa ajili ya mwanadamu ilikuwa ni huyu mwanadamu aishi maisha yaliyokuwa mema. Mpango wa Mungu, Mungu alikuwa anahitaji mwanadamu asipotee kwenye shimo la dhambi. Mpango wa Mungu ulikuwa ni kumwokoa mwanadamu aondokane na hii roho ya dhambi. Mpango wa Mungu ulikuwa ni kumwondoa huyu mwanadamu atoke kwenye ulimwengu wa dhambi na kuwekwa kwenye ulimwengu wa nuru. Ndio maana maandiko yananiambia kwamba maovu yenu yamesababisha kugeuzwa kwa yale mambo mema ambayo Mungu alikuwa anayahitaji. Nataka niseme neno moja kwamba siku hii ya leo nimekuletea Yesu ili aweze kukusaidia katika maisha yako, ili yale mambo ambayo yalikuwa yamesimama kuwa mambo maovu yaliyosababisha unashindwa kupata yaliyo mema, Yesu Kristo akasimame ili uweze kupokea mema yako. Kama kuna mtu ananielewa, hebu aseme amen. Maandiko yananiambia kwamba Mungu alivyokuwa anaumba mbingu na nchi, Mungu alivyokuwa anamtengeneza mwanadamu, au Mungu alivyokuwa anamuumba mwanadamu, Mungu hakutaka huyu mwanadamu aishi maisha ya shida. Mungu hakutaka mwanadamu aweze kuteseka. Mungu hakutaka mwanadamu aishi kwenye laana. Mungu hakutaka mwanadamu atembee na dhambi, ila Mungu alishokuwa anakitaka huyu mwanadamu aweze kuishi kwenye nuru, kwa sababu Mungu wetu ni nuru, nao wamwabuduo imepasa wamwabudu katika roho na kweli. Inawezekana wewe ambaye unanisikia siku hii ya leo umepoteza wingu la Mungu, umepoteza uwepo wa Mungu, umepoteza nguvu ya Mungu, umegeuzwa na hiyo dhambi ambayo imesimama kwako, umegeuzwa na hiyo dhambi ya uzinzi iliyosimama kwako. Ndio maana unashindwa kupata yaliyo mema katika maisha yako. Sema amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wapo watu ambao wamegeuza dhambi ya uzinzi, imewageuza. Walikuwa ni watu ambao wanatamani kuponya dhambi ya uzinzi muda wote. Kwa sababu gani? Huo ni mpango wa shetani ili aweze kukupoteza. Huo ni mpango wa ibilisi ili aweze kukupoteza. Inawezekana ni kijana mdogo, lakini unasumbuliwa na unateswa na dhambi ya uzinzi. Yaani unakuta binti ni mdogo, lakini mambo anayofanya ni mambo ya chabo. Anavaa nguo za chabo, anavaa, unaweza kusema aka kadada kako uchi, au karibu kwa kanavaa kalikuwa akaoni nguo aliyokuwa anaivaa. Haleluya. Kwa sababu gani? Adui amesimama ili aweze kumgeuza yale mambo ambayo Mungu alikuwa anataka amtendee huyu binti. Adui kazi yake yeye anamgeuza huyu binti, anamgeuza. Alikuwa anavaa vizuri, huyu binti anageuzwa, anaanza kuvaa nusu uchi, anaanza kuvaa nusu uchi. Eti anasema ili wanipende. Nataka nikwambie kwamba hautapendwa wewe, wala huwezi ukathaminiwa, kwa sababu kama umeshindwa kujithamini wewe mwenyewe, sisi tunaanzaje kukusamini? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani wewe mwenyewe unashindwa kujithamini, hapo nataka sisi nikuthamini. Yaani wewe mwenyewe unashindwa kujitunza, hapo nataka sisi tuje tukutunze. Iko kitu kiwezekane. Nataka niseme neno kwamba Yesu leo tumemleta mahali hapa ili aweze kukugeuza, uweze kuondokana na ile laana ambayo adui shetani alikuwa akikutumikisha, uweze kutoka na kuingia kwenye nuru ya Kristo. Sema nuru ya Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Vijana tumegeuzwa,
Vijana wamegeuzwa, mabinti wamegeuzwa, wamama wamegeuzwa, wababa wamegeuzwa. Hii yote ni kwa sababu gani? Huu ni mpango wa Shetani, kwa sababu Shetani anajua la iliyokuwepo kule mbinguni. Ndio maana anachokifanya, anawageuza ili washindwe kuyapata yaliyo mema. Yeremia ananiambia kwamba kwa sababu ya maovu ambayo mmeyatenda, kwa sababu ya maovu ambayo mnayafanya, kwa sababu ya dhambi ambazo mnazifanya, kwa sababu ya uasherati, kwa sababu ya uzinzi, kwa sababu ya uizi, kwa sababu ya uchawi. Nataka nikwambie wachawi wapo. Haleluya, wachawi wapo na wenyewe pia wamegeuzwa. Yaani ukimwangalia saizi unasema huyu ni ndugu yangu, huyu ni rafiki yangu, huyu ndio best friend. Nataka nikwambie kwamba huyu ni best unapomwangalia, lakini ikifika yale majira yake anakuwa sio best, anakuwa ni best wa Shetani, kwa sababu ni mtu ambaye anatafuta anga za juu zaidi, anaruka viwango vya juu zaidi. Ni mchawi aliyebobea, ni chini iliyobobea, ni lokaji iliyobobea. Nataka nikwambie, kama ni binti unamwona saizi kajistiri vizuri, lakini ikifika ile mida nguo alizovaa, nataka nikwambie kwamba kamebaka nguo, kametuvalia nguo za umo, katoka anatembea hivi, ukimwi nimalize, ukimwi nimalize, ukimwi niue. Kwa sababu gani? Amejichoka yeye mwenyewe, amejiona ana thamani. Nataka nikwambie, Yesu ni Mungu ambaye anakupa thamani. Yesu ni Mungu ambaye anabadilisha huo hali uliokuwa nayo na kukuweka kwenye hatari kubwa. Yaani Shetani anamgeuza. Alikuwa amevaa nguo ndefu, Shetani anamgeuza, anavaa nguo fupi. Tatizo ni kwamba ikidondoka kitu chini aanze kukiokota. Hapo ndio kuna vurugu mechi, maana anaanza kuwaza ni staili ipi ya kutumia ili niweze kuokota haka kasimo. Kama ni kasimo, anawaza nikichuchumaa ameona, nikifanya hivyo ameona, nikipiga hivyo ameona, sasa nifanye nini? Nataka nikwambie, Shetani ndio kazi yake, amekugeuza ili ushindwe kupata yaliyo mema ambayo Mungu amekupangia kwenye maisha yako. Liko jambo chema ambalo Mungu akakupangia. Liko neno moja ambalo Mungu akakupangia katika maisha yako. Liko neno moja ambalo Mungu amekupangia. Kama wewe ni mama, nataka niseme kwamba liko neno moja ambalo Mungu amekupangia kwenye maisha yako. Shetani kazi yake yeye ni kubadilisha watu. Shetani anachokitaka akubadilishe, yaani hivyo ulivyo. Shetani anachokitaka akubadilishe. Yaani Mungu amekumba ulikuwa ni mzuri tu wa sura, geuza, amewabadilisha, wameondoka kwenye ule uhalisia wao ambao Mungu aliwaumba. Wameondoka kwenye ule uhalisia wao ambao wamepewa na Mungu wa mbinguni, wanaanza kujikirimu. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tunakuwa na mtu ambaye una maana.